Hivi karibuni Uganda itakuwa na uchaguzi wa kumchagua rais mpya wa nchi hiyo, yani ambaye atakayedumu kwa muongo mwingine mpya. Sasa lazima uelewe kitu kimoja. Uganda ndiyo iliyotoa msaada mkubwa sana katika uchaguzi wa Tanzania mwaka 2025. Na kama unafuatilia, hata wakati anaapishwa Samia kwenye siku anapewa kile cheti cha ushindi, aliyetoka kuwa wa kwanza kabisa ambaye ni kiongozi wa kitaifa wa kwanza alitokea wapi? Uganda. Kwa Uganda waliplay role kubwa sana katika uchaguzi wa Tanzania. Kwa hiyo tutegemee mambo yafuatayo. Kwanza ni supportive kubwa ya serikali ya Tanzania kuipa sapoti serikali ya Uganda. Na mambo yatakayotokea ni kwamba kwa sababu kutakuwa na shutdown ya kimtandao, kwa hata Tanzania pia itaathirika, kutakuwa na raw coverage ya mtandao kwa baadhi ya maeneo. Hilo lazima tulifahamu. Lakini pia lazima tufahamu kwamba ni kiongozi gani ambaye Uganda anakwenda kuibadilisha. Ipo hivi, Waganda wengi si watu ambao wanachukulia uzito wa habari ya masuala ya siasa, lakini hivi karibuni ni kama jopo la moto limeongezeka zaidi kutokana na Bobi Wine. Na kwa nini Bobi Wine ameleta joto jipya? Ni kwa sababu Bobi Wine amekuja na sera ambayo inahamasisha uzalendo wa kupenda taifa lao, ikiwemo kwa kuja na mfumo wa kutumia bendera zaidi katika kutengeneza ile spirit ya umoja. Na kwa nini Bobi Wine aliwaza hivi? Ni kwa sababu Waganda wengi hawachukuli uzito sana habari ya mabadiliko ya kumbadilisha Museveni. Yani hawachukuli uzito ule wa hali ya juu ama kiwango cha hali ya juu. Yani ikiwa kwamba Museveni atapita, they don't care. Ikiwa Museveni atakaa miaka zaidi, hawajali sana. Lakini kwa kipindi hiki Bobi Wine amekuja na ule mtazamo wa kuinua ile roho ama spirit ya watu kuipenda taifa lao, kurijali taifa lao. Na baada ya serikali kuona mfumo huu, walibidi wamzuie sana kutumia bendera za Uganda. Kwa sababu hiyo, ni turudi tu kwa Tanzania. Wangapi wa Tanzania wanaona thamani ya bendera ya Tanzania? Ni watu wachache sana. Hawaithamini. Yani tunaiona bendera ni kitu cha kawaida. Na ndio maana kwenye matukio ya mauaji ya uchaguzi ilifika mahali hata wanajeshi wenyewe na baadhi ya polisi inaelezwa waliweza kuwashuti watu wakiwa na bendera. Lakini kwa nchi zingine huwezi kumshuti mtu akiwa amevalia bendera ama amejifunika bendera. Kwa hakuna ule uzalendo wa kuthamini bendera ya taifa. Sasa Bobi Wine ana vipingamizi gani katika uchaguzi huu wa mwaka 2026? Kwanza ni kupambana na mtoto wa Museveni ambaye tayari ni mkubwa katika mfumo wa kiserikali ama katika mfumo wa kiulinzi. Kumbuka ulinzi ndio unaokuwa na mandate kubwa katika kufanya maamuzi makubwa ndani ya Uganda, kwa sababu ukifuatilia historia ya Uganda, uongozi mwingi unatengenezwa ama formula nzima ya utawala wa Uganda unasimamiwa na jeshi. Fuatilia sehemu kubwa utaona kwamba jeshi ndio lina miliki kubwa zaidi katika mfumo wa Uganda. Kwa hiyo utaona huyu Bobi Wine ana kazi kubwa sana, kwa sababu kipingamizi ni Muhoozi ambaye ni mtoto wa rais wa Uganda. Sidhani kama baba ama mwana ambaye yuko pale juu anaweza kukubali kwa haraka kuona mtu mwingine anakwenda kuchukua donge la ugali la baba yake kwa urahisi. Lakini moja ya kitu ambacho kitabadilika hapa ni kutengeneza taswira ya watu sasa kuamka huenda katika uchaguzi ujao, kwa sababu tunaamini kwa asilimia kubwa kwamba lazima Museveni atatumia nguvu ya kila namna kuhakikisha kwamba hatoki Ikulu. Na hiyo liko wazi kwa sasa hivi. Ukiangalia kuna kula baadhi ambazo zimeisha anza kuoneshwa kwamba zinafanyika makete ya kubadilishwa, lakini pia usalama wameshaingia barabarani na kuwafanyia watu vitisho na wengine kuwapiga. Kwa utaona kabisa ni hatari zaidi, hata kwa yule ambaye anatangaza matokeo ambaye ni kamishna wa uchaguzi anasema kwamba tayari ameshatishiwa usalama wake. Kwa uhakika wa kwamba Bobi Wine anaweza kupita ni mgumu kidogo, kwa sababu hata dakika hii tunavyozungumza Bobi Wine tayari ameshawekwa kwenye ulinzi mkali. Sasa hebu imagine katika mazingira haya uchaguzi huu unaweza ukawa wa huru ama wa haki. Kwa hiyo tunatakiwa tukubali kabisa hakuna uchaguzi utakokuwa wa huru katika ndani ya Uganda. Nadhani hili ni tatizo kwa bara la Afrika, si tu Uganda, Tanzania na baadhi ya maeneo mengine ya taifa zima, kwamba tumekuwa na tatizo la viongozi wengi wa Kiafrika ili watoke madarakani ni paka yafanyika mapinduzi, na mapinduzi yale yamekwenda kuashiria kuweka uongozi wa kiimla ama wa kijeshi ambao mwisho wa siku bado matatizo ya Waafrika hayatatuliki. Ni lini sasa Waafrika watabadilika na kutoka kwenye
hali ya kung'ang'ania madaraka na kukubali kupishana ili kuleta mabadiliko na maendeleo kwa Waafrika wenyewe.